msikitini tulikutana na baba nani hapo chini. Alituambia haya mambo hayapo. Kwa hiyo anataka kusemaje? Kwanza mwalimu atumpendi. Anatuletea mambo mageni. Allahu Akbar. Hakuna Allahu Akbar. Huni mtihani sasa. Sio tabia wa kuwasengenya wanafunzi na kujadili mambo ya aibu. Hali ya kuwa unai kuona ufisadi. Wewe ni ufisadi. Maneno yako ndio yanaonyesha kwamba ufisadi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nasikia ndio kwa mnazungumza. Leo badala ya kusoma, ufaulu shule na kuzingatia tuisheni. Unakuwa kibelekeo tangu washe. Subhanallah. Baba, hivi kuna kitu muhimu katika hii dunia kuliko kumfahamu Mwenyezi Mungu? Kusoma Qur'an, kumjua mtume, unaangalia dunia hii fupi yenye kuondoka. Unadhani tuna ukazi wa milele hapa duniani kweli? Baba yako haelewi. Kesho kutwa anashughulia huyo sasa anayemkashi kuna kumsoma vibaya. Ndio atakayemfanyia jambo lake. Na mwalimu huyo anakuja. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Alisema Tusho wako. Baba, sema ile roho unasema shekhe na yasi. Acha unafiwe mtoto. shughuli mzee Jumamosi nakumbuka. Kama imeja hapa ndio kunikumbusha sahihi. Lakini tuko pamoja sio wako. La ila usisahau uwezo hapa nyumbani na mwaka huu nimejipanga vizuri. Ng'ombe mkubwa, kuku, pilau, ndizi zote zipo. Baba, unamsikia mwalimu kwa chakula? Hivi kwenye mwezi umempa shilingi ngapi? Sio mbea wewe. Sio mbea umeulizwa. Lakini tuangalie tu kweli. Unajua naweza nikafa sasa hivi hapa. Ustadi tunakuja kumzika. Sio profesa wala engineer. Ndio ujue unayofanya asili. Badilika baba Emeji na washauri wenzako. Sawa mwemeji, kuanzia sasa hivi nitabadilika na mwanangu Emeji tutakuwa pamoja katika masuala ya dini. Sawa baba. Wa salamu alaykum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالأمانة والنصيحة وقام بهما حق القيام وهو يقول لأمته الدين النصيحة والصلاة والسلام على أفضل ناصح ممن تقدم عليه أو تأخر عنه لأمته الكريمة وأفضل أمين للتبليغ على وجه الأرض البسيطة وعلى آله وصحبه الذين بلغوا النصائح للعباد على أكمل طريقة صلاة وسلاما متلازمين ما أخلق كل ناصح في نصيحته الشريفة وكل داع إلى سبيل ربه بأحسن الدعوة على الموعظة المنيفة أما بعد. Dada, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Umeona hiki kitabu? Ndio. Haya ndio maisha yetu. Dini haina nafasi katika maisha yetu. Unamwona huyu baba, huu ni mfano wa jamii yetu ilivyo. Hawa watoto unaoona vipaumbele watoto wao namba 1 shule, namba 2 shule, namba 3 ni shule. Na baadaye ndio dini. Kwa hiyo dini ina nafasi ndogo sana katika maisha yao. Ndio maana hawa walimu wetu na maustadhi wetu maisha yao ni juu sana. Kwa nini? Kwa sababu ni watu mbadala wamefanya wadalili wasio na umuhimu katika maisha ya kawaida. Ila mtu atakapopata shida unaomtaka sheikh, basi siku hiyo atapelekewa hata gari. Tena nichukue fursa hii kuambia walimu, ukiletewa gari usiache kuchukua faili sana. Utaenda utafungisha ndoa na baada ya ndoa gari hilo kuleta litabeba maharusi. Na wewe hakuna mwenye time na wewe. Utaachwa unashangaa. Kwa tunatakiwa kufanya tubadilike, tujitathmini. Hivi kweli leo Waislamu hatujui umuhimu wa dini yetu? Hatujui umuhimu wa kusomea dini yetu? Hapana, hatupaswi kuwa hivyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.